Hivi unafahamu kwamba mimi naweza nikatumia email yako wewe kumtumia ujumbe wa email mtu mwingine. Haijalishi kama email yako ninayo, password yake au si. Kinachotakiwa mimi ni kujua tu email yako ni email gani. Sasa hebu assume kwamba labda nimetuma ujumbe kwa bosi wako wewe, kuandika maneno ya ajabu kabisa. Maana yake hapo kuna kazi tena. Turudi kwenye point. Sasa kumekuwa na watu wengi sana wanaibiwa akaunti zao za Instagram au Facebook au email zao na vitu vingine. Sasa mtu anachofanya ni njia simple kabisa ambazo ndo easy kuzifanya. Kwa mfano, mtu atumia njia mbili. Njia ya kwanza ni kufanya email spoofing na njia ya pili atafanya phishing. Kwa kwenye email spoofing atapretend kuwa mtu fulani au kampuni fulani. Kwa mfano mimi labda nimemtarget mtu fulani akaunti yake labda ya Instagram. Kwa nitakachofanya nitafanya spoofing kwanza ya email. Nitaangalia email ya Instagram kwamba anatumia email gani kwenye kuwatumia watu ujumbe. Kwa mfano, Instagram anatumia security@mail.instagram.com. Hiyo ndio official email yao ambao wanaitumia kwa watu. Kwa mimi naweza nikatumia email kuwatumia watu ujumbe kwamba akaunti yako imefikia vigezo vya kuwa verified. Bonyeza hapa ili kukamilisha zoezi hili, akaunti yako iweze kuwa verified. Kwa nitaandaa ujumbe mzuri sana wa kuvutia pale na template nitaiandaa vizuri kuonesha kabisa kwamba hapa ni Instagram. Kwa mtu akishaona pale kwanza atashtuka, ataona akaunti yangu inaenda kuwa verified. Ataangalia kwamba ujumbe umetumwa na nani. Ataangalia pale juu ataona ni official email ya Instagram. Kwa moja kwa moja hawezi kusema kwamba hii ni fake. Atakachofanya atabonyeza ile link. Na kubonyeza link haina kosa kabisa wala haina shida yoyote wala haiaffect chochote. Kinachoenda kuaffect ni step ya pili ambayo ndo phishing. Hakutakuwa na uwezo wa mtu ambaye anaenda kudukua akaunti yako kudirect ile page kwenda kwenye official Instagram page. Haiwezekani. Kwa lazima atatengeneza fake domain itakao kudirect wewe kwenda kujaza hizo taarifa. Na kwenye upande wa kujaza hizo taarifa huko ndo step ya pili ya phishing. Kwa hiyo mimi nitaandaa tena page ya pili ya ile login page ya Instagram ilivyo exactly kama ilivyo. Kitakachokuwa tofauti ni ile link ya pale juu kwamba imekudirect wapi. Kwa hiyo hii email nitakayoituma nitakuwa nimeiandaa vizuri kabisa kwamba bonyeza hapa ili uende ku verify account yako. Ukishabonyeza ile button itakupeleka sasa kwenye website ya wewe. Ukishajaza zile taarifa zitakuja kwangu. Kwa maana yake nitakuwa nishajua username yako, nishajua password yako. Kama hiyo ni upande wa social network ni hivyo au email yako whatever. Kama ni Gmail maana yake nitajua Gmail yako na password yako. Mimi naweza nikalogin. Kama labda ni credit cards, labda account za benki na nini, utakuwa ushajaza pale account namba yako, ushajaza CVV, ushajaza expired date zile. Kwa hiyo mimi naweza nikajua taarifa zako wewe bila wewe kujua kama hizo taarifa ulizojaza zinakuja kwangu. Kwa hiyo unapotumiwa ujumbe wote, kitu cha kwanza kabisa cha kuangalia, angalia ulipobonyeza ile link imekudirect kwenda wapi. Ni official link au official domain ya hiyo kampuni au sio official. Kama sio official, achana nayo. Kama ni official, unaweza kaendelea. Sasa kuna trick nyingine hata wanaitumia. Kwa mfano, kampuni inaitwa Instagram. Mimi nitanunua domain nyingine inaitwa Instagram. Mtu kwa haraka akisoma ile link anaweza Instagram anaweza akaisoma kama Instagram kwa sababu ana haraka kwenye kusoma. Na ameshakariri kwamba akilini akishaona tu Insta yani akili inamalizia moja kwa moja kinachoenda kusoma pale ni Instagram. Kwa anaweza akaamini kwamba yuko kwenye page official. Kumbe sio. Ndio maana Instagram kuna link ambayo hii link ukiingia kwenye hii link Instagram washainunua hii domain. Kwa hiyo watakudirect kwenda kwenye page yao official ya Instagram. Makampuni mengi yanajitahidi sana kulinda watu wao kwa kutoka kwenye phishing ya akaunti zao. Kwa unaweza kukuta kampuni kama Instagram imenunua domain kama 100 hivi. Kwa kila domain ukiingia wanakudirect kwamba nenda kwenye official page. Kwa hiyo kitu cha kujilinda zaidi, make sure unapotumiwa link angalia inakupeleka kwenye official account au official domain ya hiyo kampuni. Kwa Instagram wana option yao ya kuangalia kama umetumiwa email ya wako vizuri. Kuna banks hizi huwezi kuangalia ni sehemu gani umetumiwa kwamba wamekutumia email au vipi, hawana hizo option. Kwa hiyo ni wewe instinct zako za kuangalia kwamba hii nilikopelekwa ni official domain ya hii benki au official domain ya hii kampuni ya social network, vitu kama hivyo. Kwa make sure kitu cha kwanza kuangalia, angalia ni kupeleka wapi. Ukishafeli hapo maana yake
ushaibiwa account yako. Kwa hiyo kama umejifunza hiki kitu, sidhani tena kama utaweza kuibiwa account kwa kutumia kwa mtu kama ametumia hizi njia mbili, kwamba ametumia spoofing na ametumia phishing. Kwa hiyo mtu anapofanya spoofing, hiyo haina shida yoyote. Unaweza kubonyeza link, unaweza kufanya chochote kile. Shida ni anapokupeleka, ambao ndio kwenye phishing page. Angalia link ya pale juu, inasoma ni official link. Kama hauamini, ingia Google search kwamba official link ya Instagram au official link ya Facebook ikoje. Ukishaiona pale umeletewa, angalia, ukibonyeza ile batani ikikupeleka inakudirect. Angalia pale juu inafanana na ile official link ambayo umeiona kule. Ukiona zifanani, hiyo page achana nayo. Ukiona zinafanana, unaweza kaendelea. Huu ndio mfano wa page ya kufanyia email spoofing. Nimeutengeneza kama mfano, lakini hautumiki sehemu yoyote, na nimetengeneza na sija publish kwa sababu ya security reasons. Kwa sasa hivi email spoofing sio efficient sana kwa sababu ya security ambazo wanaziweka kwa sasa hivi kwenye hizi hosting company. Kuna kitu wanakiita DKIM ambao ni domain keys identified mail. Hii hapa ndio inalinda domain mbalimbali kutotumiwa na watu kwa ajili ya spoofing. Kwamba mimi naweza nikatumia email ya Instagram kumtumia mtu mwingine ujumbe, lakini nakuwa sina zile signature keys za hiyo email. Kwa maana yake email ambazo nitakuwa nazituma mimi either zifail au ziende kwenye spam folder. Mara chache sana zinaenda kwenye inbox, lakini ikienda kwenye inbox hiyo ni kama bahati ya mtu. Lakini mara nyingi sana zinaenda kwenye spam folder kwa sasa hivi. Zamani ilikuwa ni very efficient kwamba lazima ziingie kwenye inbox. Kwa hiyo mara nyingi watu sasa hivi wanaruka step ya email spoofing, wanaenda moja kwa moja kwenye step ya pili ya phishing. Linda taarifa zako, hicho ndio cha muhimu zaidi. Follow for more.